kupata pia huduma ya baada ya kununua, kwamba umefika labda umekwama, labda kimeharibika, utapataje spare parts ama utawezaje kuhudumia kifaa chako. Lakini kitu kingine, tunamtengenezea mkulima mazingira ya kuweza kuhudumia kifaa chake mwenyewe akiwa popote. Means anaweza kuhudumia hata akiwa shambani, na kwa ufupi tu vifaa vingi ambavyo tunaviuza ni portable, ni rahisi kubebeka na kuhamishika kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Unaweza kuwa na mashine yako kutoka kwenye pikipiki ukaenda shambani ukafanya kazi. Kwa upande wa bei, nachoweza kukuambia bei zetu zinaendana na ubora wa bidhaa zetu, yaani sio bei kubwa. Yaani unaweza ukapata bei hiyo ukapata kifaa ambacho sio bora kutoka labda kwa wauzaji wengine, lakini kwetu tunauza mashine, thamani ya fedha yako inaendana na ubora wa bidhaa utakayopata. Lakini ukiachana na hilo, naweza kitu cha ziada ambacho naweza nikawaambia hata ambao sio wakulima, vifaa hivyo unaweza ukavitumia kama mtaji. Unaweza ukavitumia kwa vijana, wewe sio mkulima, unaweza ukabadilika mashine kwa mfano ya kuchua mahindi na ukawa unakodisha kwa wakulima. Sio wakulima wote ambao wanaweza kumudu gharama za kununua vifaa vyote, lakini unaweza ukawa na vifaa, na hii ni kawaida kabisa, huwa wanakodi kwa wenzao ambao wanayo. Kwa hiyo chukua kama fursa, wewe ambaye ni kijana unajitafuta, unaweza ukamiliki baadhi ya hivi vifaa na ukavitumia kama biashara. Kitu hicho naweza nikawaambia wakulima hawa ambao bado wanafikiria kuendelea kutumia local methods kama hizi njia hizi za kawaida, kulima kwa jembe, kupanda kwa mkono. Utakapotumia teknolojia hii, cha kwanza unaokoa muda, cha pili inakuongezea uzalishaji. Kwa namna gani? Unapopanda, kwa mfano unapopanda kwa kutumia mashine, inakuhakikishia kama unataka mashine ipande mbegu mbili, itapanda mbegu mbili. Tofauti yake na utakapotumia binadamu, utawaambia nipandieni mbegu mbili kwa sentimita 30 shina kwa shina. Unasema ataweka mbegu 5, unasema hataweka kabisa, atachimba. Kuna mahali atachimba shimo refu, ataweka mbegu, akija kufikia ile mbegu itachukua muda mrefu sana kupata. Lakini kwa kutumia kifaa ni mbegu mbili kila shina, umbali sawa. Kwa hiyo cha kwanza mazao yote yataota kwa wakati mmoja. Kwa hiyo na kingine, mfano kwenye kupanda eneo unatakiwa kuwa labda na miche 1000. Kibinadamu kupanda imekuwa 700, umepoteza miche 300 uzalishaji. Kwa hata mavuno yake yatakuwa machache, tofauti na yule ambaye atatumia mashine, kwa sababu atakuwa amefuata mtindo sawa kuanzia idadi ya mbegu na umbali wa kutoka shina hadi shina. Na kitu kingine, unapotumia teknolojia ya kilimo inakurahisishia katika hatua zote za utunzaji wa mazao. Ukianza kulima kwa kutumia teknolojia, ukapanda kwa kutumia teknolojia, ukatunza mazao kwa kutumia teknolojia, hizi hatua zote utazifanya kwa urahisi, utakuwa utaokoa pesa. Vibarua wanasumbua, lakini unapokuwa na mashine unakuwa umeokoa. Tunaitwa Hans Agriculture Machine, tunapatikana Dar es Salaam, ni Kariakoo, mtaa wa Rungumba na Rungombe. Google Map unaweza kupata kwa Hans Agriculture Machine, unaweza mpaka sehemu ambayo yetu ulipo, na hata kutumia ambao unaweza katika Hans Agriculture Machine ukafika mpaka kwa mawasiliano unapata kwa namba 0765 amekaa kwenye mashine ya udongo na unaweza kupata mitandao ya kijamii Instagram pamoja na TikTok na Facebook kama Hans Agriculture. Doris ni executive wa Hans Agriculture.